Ya, usiruhusu bosi wako, senior wako au mtu yote ambaye yuko juu yako pale kazini akuite jina mdogo wangu. Narudia, usiruhusu. Na wala usikubali, by the way. Kuna watu hawataji ruhusa but usikubali. Usikubali kuitwa mdogo wangu na mtu ambaye ni senior, boss au mtu yote ambaye ni mkubwa wako pale kazini. Not unless wana character za kuitwa kaka au dada. Wewe mwenyewe unaelewa dada yako ni kitu gani ambacho hawezi kufanya na kaka ni kitu gani ambacho hawezi kufanya. Mimi nataka kuongea na mtu ambaye yuko busy kukuita mdogo wake. You are calling someone mdogo wako and yet in the room of opportunities you don't mention their name. Yani utaji jina lake kabisa linapokuja swala la opportunity. Yani ukishaona hapa kuna benefit, hautaji jina la huyo mtu ambaye kila siku unamwimbia mdogo wangu, mdogo wangu, mdogo wangu. Unamuita mdogo wako na unamtreat kama intern zaidi ya mwaka mmoja. Kuna mtu hapa anashangaa mwaka mmoja hao. Mwaka mzima kuna watu wanakuwa intern mwaka mzima na nusu. Kila muda akitaka kupewa mkataba ana comment kwamba huyu bado. Kila muda akipewa mkataba ana comment bado. Lakini kesho, yani behind the scene una comment kwamba sistahili kupewa mkataba. Lakini in front of my eyes unaniita mdogo wako. How? Can you treat that mdogo wako in the same way? If no, then don't call me mdogo wako. Unisiniite mdogo wako. Yani wewe can treat whatever you want to treat me. But don't you ever call me your mdogo. Na unajua kabisa kitu ambacho unachokifanya uwezi kukifanyia mdogo wako. Not unless unachokifanya unaweza kumfanyia mdogo wako. Lakini pia mtu anakuita mdogo wake, anakuweka under probation for more than 1 year. Na anakuita tu mdogo wake na ndio comfortable. Unasahau kwamba wale watu wanatumia hivyo vitu just to kama defensive mechanism, because the moment nikikuita mdogo wangu uka accept that I'll be treating you kama mdogo wangu, lakini not the same way I'm supposed to treat you. Mind you, nitakutreat kama mdogo wangu kwa sababu you won't be able to question whatever I'm about to do. Nitakutreat kama mdogo wangu because you won't be able to kuuliza kwamba haya maamuzi yanafanyika. No. And mind you, kuwa senior kwenye department, that is kuwa senior HOD, that doesn't mean kwamba waloko chini yako hawawezi. No, huo ni utaratibu umewekwa. And maybe una miaka mingi kwenye kampuni and maybe you have experience kuwazidi wale pale. That's why you are. Kwa hiyo sasa ukiona mtu anaanza tu kidogo mdogo wangu, usikubali. Na unaweza kusema nitakataje, ni kweli uweze kukataa, lakini kuna ile body language unaweza kumuonesha mtu kwamba I'm not comfortable kuniita wewe mdogo wake. Call me by my name. I have 3 names. Ukikosa la kwangu niite surname, niite lile la great word, lile la ukoo ambao tujue hata watu wenyewe watu kuwaona, but tunabeba majina yao. Usikubali bosi wako, senior wako au mtu yoyote ambaye amekuzidi pale kazini, kuzidi kwa cheo so umri, akuite mdogo wake. Hiyo ni mechanism ambayo wanatumia kukumanipulate. The moment nikikuita mdogo wangu, uwezi kuquestion maamuzi yangu. Kwa mfano, tell me why unaniita mdogo wako. Umekuwa kiongozi wangu for 3 years and I've been paid the same salary for 3 years. Kwa miaka 3 mimi nalipo mshahara huo na unaona niita mdogo wako. Na katika miaka 3 wewe umeongezewa mshahara more than 5 times. More than 5 umeongezewa mshahara and you are busy calling me mdogo wako. Yani kwamba mdogo wako yule mdogo wako kabisa, sasa tuseme mdogo wako hastahili kulipwa vizuri. And ya bonus, wakati watu wanapanga bonus, kuna idara nyingine zinapangiwa bonus. Anasema huyu mtu wangu akipata hii bonus atafanya hata shopping. Wewe unaona fikiria mdogo wangu. Huyo ni mdogo wako, naita ni mdogo wako huyo. Unaenda kumwambia apewe 50 end ya bonus. Na kila siku unaniita mdogo wako. Don't call me mdogo wako. Usiniite mdogo wako. Kwa hiyo just call me by my name. Hivi napo kuchallenge. Halafu kuna mtu mwingine unaweza kumwenda kwamba madam, sir. It has been 3 years nafanya kazi hapa. I just need salary increment. Na ukiangalia unaona kabisa kampuni inapata benefit. Wa kuongezea hata asilimia labda kadhaa ya mshahara. Anakuambia usijali, nitaongea na boss. After some time anakurudia mdogo wangu. After anakuambia mdogo wangu, najua maisha yamepanda. After some time anakurudia anakuambia mdogo wangu, ile issue imekataa bwana.
ile changamoto, bwana nimeshindwa, lakini mind you hajawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo my good friend, wale tulioajiriwa, usikubali bosi wako akuite jina kama mdogo wake, not unless ana behave kama dada au kaka. Kama behave asikuite hivyo anakumanipulate. This is a defense mechanism. Anataka usimquestion. Don't accept that.